Hayo yameelezwa na kaimu meneja wa mpango wa taifa wa damu salama kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Dr. Venantia Mwajombe, wakati akikabidhi cheti cha shukrani kwa mchangiaji wa damu wa muda mrefu Mzee Diamond Kayuni katika hafla iliyofanyika jijini Mbeya. Moto kubwa tunayoipata ni kwanza, watu wana imani potofu, baadhi ya watu wakiamini kwamba kuchangia damu anaweza kapata madhara kama alivyouliza mwandishi, lakini pia wengine wanaamini kwamba akitoa damu anatakiwa tuwe mara kwa mara. Kumbe sivyo, akitoa damu mara ya kwanza anaweza karudia baada ya miezi 4 au 3 kulingana na jinsia yake, lakini sio lazima. Hata siporudia hawezi kupata madhara yoyote. Lakini pia changamoto nyingine, utapata changamoto ya imani za kidini. Kuna imani nyingine zinashawishi au zinaamini kwamba kuchangia damu ni dhambi. Kwa hiyo ni changamoto tunakutana nayo, lakini changamoto nyingine tunazokutana nazo ni mashuleni. Mashuleni tukienda, watoto wengi wapo na umri chini ya miaka 18, wana hiari kutoa damu, lakini sheria ya nchi haituruhusu, ingawa wao wanakuwa wako tayari kuchangia. Kwa upande wake, afisa uhamasishaji wa mpango wa taifa wa damu salama kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Bi Latifa Nyakunga, ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji damu hiyo, hususan wajawazito, watoto na waathirika wa ajali. Tunawahamasisha watu katika kipindi hiki waweze kujitokeza kuchangia damu, kwani tiba ya damu inatokana na binadamu mwenyewe, haina kiwanda wala utaalamu wa kuitengeneza. Ili damu iweze kupatikana, basi ni lazima sisi wenyewe tujitoe kuchangia damu, tuguse na tuhamasike sisi wenyewe kwa kujua umuhimu wa kuchangia damu. Naye Mzee Diamond Kayuni, ambaye amestaafu rasmi uchangiaji wa damu baada ya kufikia umri usioruhusu kuendelea, amewatoa hofu wananchi wanaoogopa kuchangia damu kwa hiari, ambapo amesema kuwa amekuwa akichangia damu kwa miaka mingi bila kupata madhara ya aina yoyote. Mimi nimechangia damu mara 34 zile ambazo zimekuwa kwenye maandishi, lakini kabla ya hapo nimewahi kuchangia zaidi ya watu 3 ambao hizo hazikuingia kwenye rekodi hii ya 30. Watu wengi wanaogopa kwamba pengine mimi nikichangia damu naweza nikaugua au nikafanya nini, lakini nawahakikishia kwamba kama utaugua kwa sababu umeugua tu kwa sababu ya tatizo lingine, lakini mimi kwa muda wote huu nilichangia sijawahi kupata tatizo. Kwa na shauri tu kwamba watu wajitokeze kwa wingi. Mpango wa taifa wa damu salama unaendelea kutoa elimu kwa jamii ili kuondoa dhana potofu na kuhamasisha utamaduni wa kuchangia damu kwa hiari, salama na endelevu. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.